Leo na ujumbe, samani sio vizuri kusema hivi, lakini kwa kweli ujumbe wa leo ambao niko nao, hata msiposikiliza nyie, mimi unanitosha, nitaenjoy peke yangu. Sawa? Natamani, yani kuna karoka ananiambia nisiwahubirie, nibaki nao mimi mwenyewe. Sema tu kwa sababu ni mchungaji, nimeokoka na unyimi ni dhambi. Lakini ujumbe wa leo kwa kweli utakubariki. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa kibali ambacho Mungu umetupa leo. Asante kwa sababu unacho kitu cha kusema na maisha yetu, na utatubariki sana sawa sawa na mapenzi yako, sawa sawa na makusudi yako. Tuko tayari kulipokea neno lako likazae matunda katika maisha yetu. Nami mtumishi wako nipo tayari kusema na watoto wako kama ambavyo umeniandaa. Utukufu wako uko mahali hapa, neema yako ikawe nyingi na uweza wako ukatufunike. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kichwa cha somo ni nguvu ya matamko na amri. Kama tulivyosema wiki iliyopita, the power of declarations. Amen. The power of declarations. Nguvu ya matamko na amri, declarations and decree. Sasa last week tuliona kipande cha kwanza cha declarations and decree, utangulizi. Nikasema kwamba amri ni maneno ambayo unayasema ili kuanzisha kitu, kubadilisha jambo, kwa sababu wewe na mamlaka. Na nikasema kwamba amri ni kitu ambacho kinasemwa na wenye mamlaka tu. Watu sio na mamlaka hawaruhusiwi kutoa amri. Nikasema matamko, declaration ni nini? Matamko ni maneno ambayo mtu anayasema ili kuthibitisha ukweli ambao upo tayari. So these are the words that somebody speak to confirm an existing reality. Unasema yale ambayo tayari kabisa yapo na yanajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Ipo tofauti kati ya amri na matamko. Tofauti ya kwanza ni kwamba kimoja kinaanzisha jambo ama kinabadilisha jambo. Hiyo inaitwa amri. Kiingereza ni decrees. So kings give decrees. Wafalme wanatoa amri. Ukisimama pale barabarani, trafiki anasimamisha gari hivi, ananyosha mkono, pale anakuwa anatoa amri ili gari lisimame. Na anatoa amri kwa sababu ana mamlaka. Mamlaka amepewa na serikali ambayo imemfanya kuwa askari. Na sisi ambao tumeokoka, Mungu ametupa amri. Yesu anasema nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Sawa? Alafu wakati anaondoka akasema akatupa mamlaka ya kukanyaga nyoka, ya hata tukila vitu vya kufisha havitatudhuru. Anasema ataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya zao. He gave us authority. Maana yake ni kwamba na sisi tunaweza kutoa amri vile vile. Ndio maana tunasema kwa jina la Yesu mapepo yatoke, yanatoka. Na kwa utaratibu fulani wanamkaga kuomba usiku. Sasa mara nyingi nikiomba, unajua mara nyingi nikiomba sijui ni nani yule. Siku moja nitataka nimfahamu. Kuna mtu anakujaga usiku. He comes, anakuja. Sio Mungu. Ni nguvu fulani ya giza. Nikiomba, nikimaliza kuomba, nikitaka kupumzika anakuja. Namuona kabisa anakuja. I see him. Sasa tena kwenye details. Sasa usiku wa kuamkia jana, nimemaliza kuomba, nikalala tena, akaja. Na zama nyingi akija huwa namkaga, naomba tena hivyo. Sasa siku wa kuamkia jana sikuomba, nilipomwona anakuja nikafanya hivi. Nikalala. Akaondoka. Do you understand that? Tunasema hivi, authority doesn't work on bestowment. Authority works on understanding. Mamlaka haifanyi kazi kwa kupewa peke yake. Inafanya kazi kwa kuelewa kwamba una mamlaka.
understand, discernment, kujua kwamba wewe una mamlaka ni muhimu kuliko mamlaka yenyewe. Mmenisikia vizuri? Yaani kujua na kutembea na ujuzi kwamba wewe una mamlaka, you have authority, ni muhimu sana kuliko mamlaka yenyewe. Kwa sababu unaweza kuwa na mamlaka kama ujui kwamba unayo, haikusaidii. Mmesikia vizuri? Mamlaka yanakusaidia wewe kudecree, kutoa matamko, to speak things and things change. Na niliwaambia pia wiki iliyopita kwamba maneno yana nguvu kubwa sana. Mungu alivyoutengeneza ulimwengu, ameutengeneza uoperate kwa maneno. God designed this world to function at the mess of words. Sio mimi nakwambia haya maneno, wala sio kitu ambacho tumepatana. No, Mungu katika hekima yake, Mungu alitengeneza ulimwengu ufunction kwa maneno. Ndio maana Biblia inasema kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa kiwa na utupu, giza liko metanda juu ya uso wa nchi. Sura ya 3 Mungu alisemaje? Hakukusanya vigae, hakuita msumeno, hakuita nyundo, wala hakusema nipeni spade. Akasema na iwe nuru. He spoke. The moment God began to speak is the moment things began to change. Wakati Mungu Roho Mtakatifu alikuwa juu ya vilindi vya maji wakati wote, na hakuna kilichobadilika. Giza libaki kuwa giza, maji yakabaki kuwa maji, na nchi kawa haina form wala shape. Things began to change when he spoke. Words are powerful. Maneno yana nguvu kubwa sana. Wakati najiandaa na hili somo jana, nikapata story mbili, na nitakuletea hizo story leo. Story ya kwanza ya mtu mmoja anaitwa Nikola Tesla. Nikola Tesla. Sema Nikola Tesla. Nikola Tesla, nani hapa ashakusikia habari za Nikola Tesla? Okay. Inawezekana hujawahi kusikia, lakini nitakwambia hapa, kama hujawahi kusikia basi unaishi kitu ambacho alikifanya. Nikola Tesla alikuwa ni mwana science ambaye ametokea kwenye nchi ya Croatia. Huyo mwana science alikuwa amezaliwa na changamoto ya akili. Alikuwa na changamoto nyingine alikuwa nayo. Nikola Tesla alikuwa ni msafi kupitiliza. Yaani msafi kupitiliza. Sahani zake za kulia chakula wanasema alikuwa anaziosha kwa mataulo 18. Yaani anachukua simnaoshaga natumia mataulo kuosha, yeye anatumia mataulo 18. Taulo la kwanza anaosha, la pili anaosha, 18 ndio analia chakula. So clean. Sasa ilikuwa ni msafi mpaka amepitiliza. Na iligundulika kwamba ana changamoto ya akili. Watu wakamkataa, lakini mama yake aliona kitu cha tofauti ndani yake. Wakati watu wanaona ni mtu wa tofauti, mtu ambaye hawezi kufika popote, mtu mwenye changamoto akili, mama yake alijua huyu mtoto ana akili. Akawa anamwambia Nikola Tesla, anasema wewe hauna shida ya akili, wewe una akili nyingi sana kiasi kwamba watu wa kawaida wanashindwa kukuelewa. Wewe hauna shida yake. Akawa anamwambia hivyo mara nyingi. Yale maneno yakamuingia Nikola Tesla, akayaelewa, akaanza kuamini yeye ni genius. Kila ambacho kilionekana kama ni shida ya akili akakigeuza to his advantage. Wataalamu wanasema kwamba alikuwa na uwezo Nikola Tesla, ana design mashine kwenye kichwa chake. Alafu akisha design mashine kwenye kichwa chake, anaiunda kwenye kichwa chake. Alafu anaifanyia majaribio kichwani. Akishaifanyia majaribio kichwani, akienda kuitengeneza, anaitengeneza vile vile bila makosa hata kidogo. Na ikijaribiwa mara kwanza inafanikiwa. Nikola Tesla ndiye aliyegundua remote. Kama uliwahi kutumia remote, huo ni ugunduzi wa Nikola Tesla. Kama uliwahi kutumia umeme, mnafahamu there are two kinds of currents. Kuna direct currents na alternating currents. Kuna AC na DC. Si mnajua? Yes, hapo zamani watu walikuwa wanatumia DC. Aliyeleta idea ya AC ni Nikola Tesla. Mtu ambaye alikuwa anajua hana uwezo, hana akili, na changamoto ya akili, but he came to be the biggest scientist ever. Radio hizi, yeye ndo aliyetengeneza radio, ndiye aliyegundua radio. Hizi radio tunazitumia na zisikia leo ni kazi ya Nikola Tesla. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana asifiwe. Alizaliwa Croatia lakini alihamia baadaye Marekani. Akakutana na mtu mmoja anaitwa Thomas Alva Edison. Wangapi wameshakusikia mtu anaitwa Thomas Alva Edison? Okay, Thomas Alva Edison ni mwanasayansi wa Kimarekani ambaye ndiye aliyegundua balbu. Of course sio kwamba aligundua balbu zilikuwepo, taa zilikuwepo, lakini zilikuwa zinawaka na kuzima, zinawaka na kuzima. Yeye ndiye aliyefanya balbu iweze kuwaka kwa muda mrefu. Na balbu ya kwanza ambayo Thomas Alva Edison alipoitengeneza ndio ilikuwa inawaka muda mrefu, ilikuwa inawaka na kuzima hivi hivi. Yeye ndo akafanikiwa kutengeneza balbu iwake muda mrefu. Alifanya majaribio 10,000 yakashindwa. Mtu mmoja akaenda kumuoja akasema, ni Thomas, umefanya majaribio zaidi 10,000, umefeli, umeshindwa. Akasema, hapana, sijashindwa, ila nimegundua njia tofauti tofauti 10,000 ambazo nikizitumia kuunganisha nyaya zitawaka. Wakati wengine wanaona kufeli, yeye alikuwa anaona kwamba amejua njia mbadala ambazo zinamsaidia kutorudia makosa yale yale. Sasa ngoja nikupe story ya Thomas Alva Edison. Wakati anasoma siku moja, mwalimu wake akampa barua Thomas Alva Edison, akampatia barua, akasema, hii barua mpelekee mama yako nyumbani. Thomas akaishika barua akampelekea nyumbani mama yake. Mama yake akaifungua mbele yake. Wakati anasoma, mama yake akaanza kulia machozi. Thomas akamuuliza mama yake, kwa nini unalia? Akasema, nalia kwa sababu hii barua inaniliza. Mama yake akasema, kwa nini? Thomas anasema, nakuuliza kivipi? Akasema hivi, huyu mwalimu ameandika kwamba mtoto wako Thomas Alva Edison ana akili nyingi sana. Sisi hapa shuleni tumeshindwa kumfundisha, tunaomba mfundishe mwenyewe nyumbani, kwa sababu hatuna walimu wala shule yenye uwezo wa kumfundisha mtoto mwenye akili kama Thomas Alva Edison. Mama yake akaamua kwanza kumfundisha mwenyewe, inaitwa homeschooling. Akaanza kumnunulia vitabu. Huko kila siku anamwambia, wewe una akili ambazo walimu wameshindwa kufundisha, kwa sababu wana uwezo mdogo kuliko wewe, you are genius. Thomas akaamini kwamba ni genius. Akiwa na miaka 12 akaanza kufanya biashara. Akiwa anasoma nyumbani akaanza kusoma vitabu. Akapenda sana kusoma vitabu sana. Baadaye ndo akaja kugundua hizi balbu. Baadaye akagundua kama ushe kutumia recorder, sound recorder. Yeye ndiye aligundua, Thomas Alva Edison. Kamera ya kwanza iligunduliwa na Thomas Alva Edison. Kwa nini nimewaletea hizi stories za watu wawili? Hawa watu wote, kama isingekuwa kuna watu katika maisha yao ambao waliwatamkia maneno mazuri, wasingefika mahali walipofika. Wakati Thomas mama yake amefariki, Thomas Alva Edison amefariki mwaka 1931 na huyu Nikola Tesla amefariki mwaka 1946. Wakati mama yake Thomas amefariki, Thomas mmoja akawa anasoma diaries, anasoma documents za mama yake. Akakutana na ile barua ambayo alimwandikia mwalimu, akamwambia mpelekee mama yako. Alipoisoma akagundua kumbe mwalimu aliandika hivi, mtoto wako hana akili na hawezi kujifunza na hafundishiki, kaa naye nyumbani, usiwasumbue walimu shuleni. Do you understand? Maneno ya mwalimu. Kama Thomas mama yake angeasoma kwa Thomas kama alivyokuwa, leo hii tusingekuwa na balbu, leo tusingekuwa na ugunduzi kama wa kamera pamoja na sound recorder. Lakini nilichukua mwanamke mmoja ambaye aliamini katika nguvu ya maneno, kwamba hata kama hali yako inachosha, hata kama hali yako haiumizi, hauisemi kama ilivyo, unaisema kama vile Mungu anataka iwe. Bwana asifiwe sana. Usiseme mimi ni mkweli. No, ukweli sio mtazamo wako. Ukweli ni neno la Mungu, na kitu chochote ambacho kinashuka chini ya neno la Mungu, hicho sio kweli, ni uongo. Nasema uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. The truth is not what I say. Nachosema mimi sio kweli kuhusu maisha yako. Anachosema daktari sio kweli kuhusu maisha yako. Anachosema mchungaji wako sio kweli. Biblia inasema kweli ni neno la Mungu. Kitabu cha Yohana 17 anasema watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Wakati anafariki mwaka 1931, rais wa Marekani aliwaomba wa Marekani wote nchi nzima wazime taa usiku kwa dakika chache ili kumkumbuka Thomas Edison, kukumbuka ukweli kwamba kama isingekuwa ugunduzi wa mtu kama Thomas Alva Edison,
dunia yote ingekuwa kwenye giza. Mimi sijui maisha yako yatafananaje kama ukianza kuyanenea mazuri. I don't know, but I know you can't have a small life if you speak great words upon it. That's the thing I know. Huwezi kuwa na maisha madogo kama unayanenea maisha yako mambo makubwa. Huwezi kuwa na maisha ya kawaida kama unajinenea vitu visivyo vya kawaida. Wakati Yesu anafufuka, malaika alisema hayuko hapa, amefufuka kama alivyosema, sio kama ilivyoandikwa. Maneno mengi yameandikwa kwenye Biblia, lakini people didn't speak them, they didn't come to pass. Sasa hapa nimekuandalia maneno mbalimbali ambayo unapaswa kuyasema sawa sawa na neno la Mungu. Niliwaambia hapa kanisani kwamba maisha yako wewe yanaanguka kwenye mambo makubwa 7. Please understand when I say your life falls into 7 aspects. Maisha yako wewe yapo katika maeneo makubwa 7. Unapotamani kufanikiwa, unapotaka kufanikiwa. And please, napokuambia mambo, nataka ujue wapi unalinda. Sawa? Where to protect. Kwa sababu Shetani anapokuja duniani kwenye maisha ya mtu, angependa kuataki maisha ya mtu kwenye maeneo ambayo ni sensitive. Hakuna mtu ambaye anapigana vita anapiga ambapo hapaumi. Wakati wote unapiga panapouma. So napokutajia maeneo 7 na kuambia uangalie maeneo ambayo unapaswa kuchunga napokuja swala la maisha yako. Na haya ndio maeneo ambayo isipite wiki hujaombea. Eneo la kwanza ni eneo la afya yako, your health. Afya yako ya mwili, afya yako. You are a physical being, your physical state matters. Eneo la pili ni eneo la akili, intellectual, mind, akili. You must have sound. Mungu akutupa roho ya uoga, but he didn't give us a spirit of fear, but he gave us a spirit of sound mind. You got to have a sound mind. Lazima akili yako zichaji sawa sawa. Ujiulize maswali sahihi kuhusu maisha yako na uyajibu. You must be able to ask yourself questions. Tofauti kati ya ng'ombe na binadamu sio kwato. Ndio maana ng'ombe ukimtoa kwato hawi binadamu, wala sio pembe. Ndio maana wewe tukikupa pembe hawi ng'ombe. Tofauti kati ya ng'ombe na binadamu ni vitu viwili. Tofauti ya kwanza ni uwezo wa kujiuliza maswali sahihi, the ability to ask yourself the right questions. Siku utakapoacha kujiuliza maswali sahihi kuhusu maisha yako na kujiambia ukweli, ndipo maisha yako yataanza kurudi nyuma, hata kama unaonekana unasonga mbele. Na haya mambo yote is a function of your mind. Number 2 is a capacity to dream. Uwezo wa kuota ndoto, kuimagine, kuwa na uwezo wa kutengeneza picha kichwani mwako ya jinsi ambavyo maisha yako yanaweza kuwa. Listen, Prince ni Said. Prince nimemleta hapa mara nyingi kukiwa na dampo hapa. Nilikuwa namwambia Prince, hapa tutaweka kanisa. Sijui kama alikuwa ananielewa. But I was seeing a church here. And now there is a church here. Nataka nikwambie, mnaona hii kanisa, mnaona ilivyo hivi. Hapa sio kanisa. Hapa sio kanisa. Hapa ni parking. Sawa? Kanisa linaanzia hapo mbele kwenda kule. Ule ndo urefu. Huu ndo upana wa kanisa takuanzia hapa. Wakati mnaona club, mimi naona kanisa la ghorofa 5 hapa katika jina la Yesu Kristo. Sioni kwa sababu ya pesa ambazo nazo kwenye account, hapana. Sioni kwa sababu ya kile ambacho labda nimekiona, naona kwa sababu ya kile ambacho kinawezekana na mtu mmoja aliyemwamini Mungu. Ngoja nikwambie, wewe unaweza kufeli, lakini wewe ukipatana na Mungu, hiyo timu haifeligi hata siku moja, in Jesus mighty name. What you are supposed to do is just to enlarge the place of your tent. Panua tu mahali pa hema yako, kwa sababu mtu ambaye wewe unashirikiana naye sio wa kawaida, ana mawezo yasiyoelezeka. Bwana asifiwe sana. Tumesoma kwenye kitabu cha Kutoka, anasema Mungu ni mtu wa vita. God is a God of war. He loves to fight, and when he fights he wins. Mungu akipigana anashinda. So simkaribisha Mungu kwenye vita ndogo ndogo, hapana. Uwezo wake ni mkuu sana. He was designed for big wars.
Usimpe Mungu ndoto kidogo, mpe Mungu ndoto kubwa, ndoto ambazo zinakuogopesha. Bwana asifiwe sana. Because that is he is your partner in war. Sio vita tu kati ya Urusi na Ukraine, sio vita kati ya Marekani na Iran, ni vita kati ya wewe wa leo na wewe wa kesho. Wewe wa kesho ni wewe uliyetoka kwenu, ukapanda mabegi ukasema nenda chuo. Jambie moyoni mwako, nilitoka nikiwa form 6 liver, narudi nikiwa jitu la maana ambao hata nikipewa serikali hii na imudu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Mimi nashangaa Samia anaogopa, anapata shida, anateua mawaziri, anaondoa. Mkimpata mpe namba yangu, mwambie aje CLA. Bwana asifiwe sana. Ninalo hapa baraza la mawaziri la kumtosha ambalo hata badilisha hata akiwa miaka 30 kwenye urais. Kama unaamini si useme amina. 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 Yeah. Hapa ili sio kanisa mjue. Mimi nawaambiaga tu, nawadanganya. This is not a church. Bwana asifiwe sana. Hiki ni kituo cha kutengeneza majitu ya maana. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako, hili sio kanisa bwana. Hiki ni kituo cha kutengeneza majitu ya maana. Giants. I'm telling you. Ngoja nikwambie. Mimi kama kuna watu hawana hofu na future yao, mimi ni mmoja wapo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu na Mungu amenipa watoto. Unajua mtakuwa mnagombana kunipa zawadi za magari huko baadaye. That's what I know. I know it. Binti yangu mmoja amenipigia simu jana, amesema baba nimekupigia simu nikusalimie. Nikasema kweli? Akasema baba nimekupigia simu nikusalimie, lakini pia nikwambie baba nikijipata umetoboa. Nikasema utajipata. Watu na mkwara inchi. Ni nzuri, nasaidia ujue. Mimi nimelala vizuri. Bwana asifiwe sana. Usingizi umekuja. Kanimaji binti iko mwaka wa 3 naambia baba nikijipata mimi umetoboa. Nikasema kwa kweli nimetoboa. Na kweli unajua nyota njema huonekana asubuhi. Si sawa? Kwani mmefikiri hili kanisa amejenga? Si ni nyie mmejenga? It's you. Ni nyie mmejenga. Ni nyie. Hii saa, vyombo, hakuna kitu nimetoa kwa pesa yangu. Biashara yangu ilishakufa. Sadaka zenu ndo zinafanya vitu viende hapa kanisani. Mnafikiri magari mnapanda natoa mimi? Ni nyie mnatoa. Unadhani sasa pasa anasema nini? Mbona nimetoa shilingi 1000? 1000 ikiwa ya kwako, zikiwa 100 mwasibu. Sadaka wiki iliyopita ilikuwa shilingi ngapi? Mwasibu. Okay, 10%. Kumbuka 10% ilikuwa shilingi ngapi? 26 ndiko 10%. Kwa tuipata 260,000. Just imagine. Na bumu limeisha, hata tumesahau. Tunapata sadaka 260,000 kwa ibada moja. Hebu tujipigie makofi bwana. Nakwambia. Sitaki kusema nitaonekana najiinua, lakini sisi wachungaji tukikaa tunapiga story, kuna hata napiga 80,000, 60,000. Kanisa zima yani wamepambana. I'm sorry, si kwamba najiinua, lakini namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Bwana asifiwe sana. Mnyongeni haki yake mpeni. Bwana asifiwe sana. You are doing good. Bwana Yesu asifiwe. Tulishia wapi? Shasahau. Eneo la akili. Nasema okay, sawa. Namaliza sasa hivi. So eneo la pili, eneo la 3 sasa ni eneo la kiroho chako, your spiritual life. Kiroho chako. Eneo la 4, haraka. Eneo la 4 ni eneo la mahusiano, relationship. Hapo ndani kuna familia hapo ndani, unaelewa? Familia ziko za aina mbili. Kuna familia uliotoka wewe na familia inayotoka kwako. Tumeelewana vizuri? Yes. Tulisema kwamba huwezi kubadilisha huku nguvu yake. Wewe huna uwezo wa kuchagua huku familia uliotoka. Huku uchagui, lakini inayotoka kwako unachagua. Wewe unachagua. Unapochagua mume,
mmesikia nye vijana nye, ngoja niwaone. Unaposema umeingia kwenye mahusiano, kimsingi unachagua mama wa watoto wako, unachagua baba wa watoto wako. Umesikia vizuri? So chagua mtu wa maana. Umesikia? Number 4, jambo la 4 ni eneo la gani? Ni eneo la hisia, emotional, hisia. Eneo la 5 kabisa ni eneo la fedha. Eneo la 6 ni eneo la hatima yako, your destiny. Pamoja na vyote ni vizuri kufahamu kwamba haukuja duniani ujenge nyumba peke yake. Kuna jambo la muhimu ambalo ulikuja kulihitimisha. Tumeelewana vizuri? Tuko pamoja? Sawa. Sasa unapoombea haya maeneo 7, haya maeneo ambayo nimeyataja, sawa? Mimi nimechagua 4 tu kwa sababu ya muda. Nataka ni kitu cha kwanza cha muhimu. Kitu cha kwanza, lazima uanze unaangalia neno la Mungu linasemaje kuhusu afya yangu. Kwa mfano, ngoja tusome. Ukisoma kitabu cha Kutoka 15:26, eneo la kwanza ni eneo la afya, okay? Nataka nifundishe jinsi ya kutamka kwenye eneo la afya. Akasema, Kutoka 15:26, akasema kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyonyoka mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako ugonjwa wowote katika yale niwatia juu ya Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Usikia? Kutoka 15:26 anasema Mungu amesema hatatia magonjwa juu yako aliyotia juu ya Misri. Kwa maana kwamba mambo ambayo mataifa huwa yanaugua, wewe huwezi kuugua. Kwa andiko hili sasa, hakuna ugonjwa ambao unaweza kuupata wewe ambao umetoka kwa Mungu. Kila magonjwa ambayo yatakupata, haya magonjwa yametoka kwa Shetani, sio kazi ya Mungu. Kwa sababu Mungu amesema hatatia juu yako magonjwa. So ukiwa unaumwa, ujue umetembelewa na mjumbe wa Shetani, sio kazi ya Mungu. Mwingine anasema, pastor, mbona kuna ugonjwa wa Lazaro? Yesu alisema ugonjwa huu ni kwa utukufu wa Mungu. Mbona Biblia inasema hivyo? Sikiza nikwambie, ni kweli ugonjwa wa Lazaro ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, lakini you must understand kwamba ulimpata kwanza Lazaro. Ulipompata Lazaro ugonjwa, Yesu akautazama ule ugonjwa. Shetani alikusudia ugonjwa ule muue Lazaro, lakini Mungu alikusudia kupitia ugonjwa ajipatie utukufu. Sawa? Na ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28, Biblia inasema hivi, nasi twajua ya kuwa, Warumi 8:28, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wote wampendao katika kuwapatia mema. Maana yake ni kwamba Mungu anaweza kugeuza chochote kwa faida yako. Chochote. Experience ambayo Ibilisi alikusudia kwa ubaya, Mungu anaweza kuigeuza kwa faida yako. Sasa anapoigeuza kwa faida yako, sio kwamba alikusudia mabaya, hapana. Sio kwamba ni yeye aliyeleta, hapana. Shetani anaweza kukusudia mabaya, lakini Mungu anageuza mabaya kwa faida yako. Na ndio maana ukiwa mtoto wa Mungu, there is no way unaweza kupoteza kwenye maisha. You can't lose. Ijumaa nilikuwa niko ofisini, kuna mtu alinitamkia maneno magumu sana, magumu. Somehow sijui likwaje, moyo wangu ukaslip, yani yale maneno yakapoteza, yakapotea, yakaingia mahali ambapo hayapaswi kuingia kwenye moyo wangu. Nikajikuta nimesononeka, na sikumbuki lini kwa mara mwisho nimejisikia hivyo. Nimesononeka sana, nikajisikia kusononeka, yani I just nikasema what this tena. Na unajua Ijumaa baba yangu tulimzika tarehe 8, unajua. So niko bado na kumbukumbu, na naangalia picha za msiba baba, and I was like, what is this again? Nikakumbuka Biblia kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 1 mstari 23, nasema hivi. Petro wa kwanza, I like this. Petro wa kwanza, okay, Petro wa kwanza, my God, Petro wa kwanza 1:23 nasema hivi, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Hebu soma pamoja na mimi, sema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili.
si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa mbegu isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. You understand? You are born of an incorruptible seed. Wewe asili yako, yani mbegu ambayo imekuzaa wewe, kawaida haiharibikagi. There is no way unaweza kuharibika. You cannot be destroyed. Hawezi kuharibika, hawezi kuharibika. Pastor Dani ni shahidi, nimkuta hapa naomba, nikatoka saa hiyo ofisini, nilipokuja neno moyoni, nikasema I cannot be destroyed. Siwezi kuharibika. Hata kama watu wakipanga mabaya, Mungu atasimama katikati ya mabaya na mimi. I cannot be destroyed. Siwezi kuharibika, si kwa sababu nataka, ni kwa sababu aina ya mbegu ambayo imenizaa mimi ni breed ambayo haiharibikaki. Nikaja hapa kanisani, nikaanza kuomba kama mwendo wazimu. Naomba hivi, rakopoto. Dana si ulinielewa mwanangu? Yani siju kusema takata, I cannot be destroyed. Siwe kaya takai, I cannot be destroyed. Siwezi kuharibika, siwezi. Tunga skendo yoyote, design hata tumia intelligence, you cannot destroy me. Why? Because I'm born of an incorruptible seed. That's who I am. Bwana asifiwe sana. Kabisa. Unajua kuna watu wa jasiri. Unajua kuna kitu kimoja. Kuna watu kutoka, mimi nawapenda sana Wakuria. Wakuria nawapenda kwa sababu ya ujasiri wao. Kuna vitu wameshakubaliana kwamba Mkuria hawezi kufanya. Yani uwezi, unanielewa? Sasa siku hizi bahati mbaya kuna Wakuria wanalia eti mapenzi. Wakuria, wewe Mkuria gani unalia mapenzi? Mkuria analiaga mapenzi? Mkuria analia mapenzi? Eti mtu unakaa kabisa msomo, unatokea Mara, unasema nimeumizwa. Wewe unaumizwaje na mapenzi? Wakuria hawaliagi mapenzi. Bwana asifiwe sana. Nehemia anaambiwa na wenzake, sasa bwana, watu wanakuja vizuri ukakimbia. Anasema mtu kama mimi nikimbie? Mtu kama mimi? Bwana asifiwe sana. Mtu kama mimi ni feri na maisha? Watu kama sisi hatufeligi na maisha. Bwana asifiwe sana. Mtu kama mimi nikimbie? Siwezi kukimbia. I cannot run. Siwezi kushindwa na maisha. Waambie nyumbani kwenu wajipe moyo, kwa sababu mimi sishindwagi na maisha. I cannot lose life. You can't fail. Kwa sababu hata mambo yakipinduka hivi, Mungu anaweza kuyageuza kwa mema yangu. Yusufu anasema nyie mlikusudia mabaya, lakini Mungu akachukua ile mabaya akayageuza. Walijua wanamuuza, kumbe ndo wanamsaidia kufika kwenye hatima yake. That is my God. You can't do. Uwezi kuniangusha mimi. You can't. You cannot. You can't. Uwezi. So nilikuwa nasoma, I like it. Kuna dola moja ya Mongolia. Ngoja nipika story. Mimi baba yenu nasomaga vitu kumtandaoni. Kuna dola moja ya Mongolia ilikuwa na viongozi wanaitwa kina Kublai Khan. Sasa alitokea mtu mmoja jina lake anaitwa Genghis Khan. Yule jamaa alikuwa ni kiongozi wa dola ya Mongolia. Yule jamaa alikuwa na mchezo mbaya sana. Siku moja alituma ujumbe, akasema hivi, mataifa anawaambia hivi, akatuma ujumbe kwa jeshi fulani, akamwambia bwana mimi nakuja, kusalenda ni kwa Kiingereza, Kiswahili kusalenda kufanyaje? Jisalimisheni nitawasamehe, vinginevyo nitawachinja kama kuku. Yule hiyo kiongozi wa hiyo nchi akawakamata wajumbe akaua. Jamaa akaenda akachinja kila mtu pale. Baada ya kuchinja kila mtu, akataka kwenda kwenye jeshi lingine. Ukiangalia kwenye ramani ya dunia, Mongolia ni kanchi kadogo sana. Siku moja kiongozi wao anaitwa Kublai Khan, alikuwa anapigana na China. Akawaambia Wachina, njooni jisalimisheni. Msipojisalimisha mimi nawaua wote nyinyi. Watu kama 10,000, yana wanajeshi kama 500 tu hivi. Akasema nawamaliza nyinyi. Nawamaliza. Mimi ndo hasira ya Mungu yenyewe. Hawakusikia. Wachina kajipanga pale. Jamaa akaambia wanajeshi wake, sema sikia, nikamwambia hawasikia. Sasa kuwapiga hatuwezi. Akaambia wanajeshi piteni mbele, wakapita watu 50. Akasema jiueni. Maaskari 50 wakachukua mishale akajichoma hapa, wakaanguka chini. Hakuna aliyelia wala kugaragara. Wachina walivyoona hiyo kitu, wakasema na wakatoa watu hawawezi hawa, wakakimbia. Unajua yule mwimbaji aliimba wimbo nakujia kwa jina la Bwana, Bwana wa mabwana. Yule mtu ana akili sana yule. Yui iko lini yui?
Iko wapi? Mwezi wangapi nasa? Mwezi ulini? Tarehe 20 ngapi? 22. Sasa fanya hivi. Nakujia kwa jina la Bwana. Uko chooni unaoga, mtoto wa watu, imba. Ifanye iwiko kitu kadogo sana. Speak words over it. Bwana asifiwe sana. Sema ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote, maana shuhuda zako ndizo nizitafakarizo. Just imagine. Mtu anasema hivi. Unafikiri ni kweli kwamba Daudi alikuwa na akili kuliko wakufunzi wake wote? No. He knew the power of words. The power of words. Ile kosi na kusumbua gaiambie. Rekata matoria, nikapasha sata. Ijumaa niliwaambia vijana wangu, nilikuwa naongea nao. Nikamwambia, listen, if you have the right mindset, you can't have a bad day. You can't. Wewe sikuwa na siku. Unapopitia changamoto, kinachosumbua zaidi sio changamoto, ni mtazamo wako, sio changamoto. I'm telling you. Nakwambia. Ijumaa waliweka hapa speaker, wakawa napiga sana hapa. Mimi wakati napiga nilipoziangalia nikajua sasa nitafia ibada huko ndani, lakini kuna kitu nikatafuta tafsiri nzuri ya hicho kitu and nikafurahi. Nikasema waacha waweke ili kwamba ikifika zamu yetu hakuna mtu akumlaumu mwenzie. Bwana asifiwe sana. When I told myself that, nikafurahia huo muziki badala ya kukasirikia. You understand that? So tell yourself, naomba usimame mahali pale ulipo. Ili somo talimaliza wiki ijayo. Sasa okay, tumalize na kitu kimoja hapa as you stand up. So Mungu amesema kuhusu afya yako, amesema hata tia juu yako magonjwa, hata tia. Umesikia Prince? There's no way Mungu ataruhusu magonjwa kwako. Mungu hawezi kuruhusu magonjwa. Hawezi kuruhusu magonjwa. Ila yakitokea hana shida nayo. Anacho cha kufanya nayo. Ndio understand that? Mungu hawezi kuruhusu magonjwa kwa sababu amesema hata tia juu yako magonjwa. Daudi anasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 102. Wiki ijayo msikose, nitamalizia ujumbe vizuri. Zaburi 103 mstari wa 2 na 5. Ile andiko nalipenda sana. Zaburi 103 mstari wa 2 mpaka 5. Niruhusu nikusomee. Anasema, nafsi yangu umuibidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Anasema akusamee maovu yako yote. Akusamee maovu yako mangapi? Yote. So currently as we are speaking, hata kama kuna dhambi uliifanya na unaikumbuka mpaka leo, Mungu ameshakusamee kabisa. Amekusamee, akusamee maovu yako yote. Number 2, akuponya magonjwa yako yote. Akuponya magonjwa mangapi? Yote. Akuponya magonjwa yako yote. Hakuna ugonjwa ambao unaruhusiwa kukaa ndani yangu. Anasema hivi, akutia taji, akomboa uhai wako na kaburi. Akomboa uhai wako na kaburi. You cannot die before your time. Hauwezi kufa kabla muda wako. Bwana asifiwe. Hauwezi. No, nikisema hivi please sio kama na kiburi. Yes, and I'm not sorry for it. Kama unaita kiburi sema nina kiburi. Lakini mimi sio mmoja kati ya wachungaji atakaozika hapa kanisani. Mimi sitazika mshirika mwaka huu wala mwakani wala kesho kutwa. Mjamaa mmoja ameniomba nimsaidie kuandaa mafundisho ya mazishi. Akaniambia pasa na wewe hicho kitabu kitakufaa, huwezi kujua mambo ya Mungu. Nikasema hapana kaka, mambo ya Mungu nayajua. Kwamba akomboa uhai wako na kaburi. You can't, usikia wewe, hautakufa. You won't die. You won't. Soma, relax. Soma, ishi maisha yako ukiamini kwamba ndoto zako zitatimia, hatima yako itatimia, na kila kitu ambacho usawahi kuota kwenye maisha yako kitakuwa kwa jina la Yesu. Hautakufa. You won't die. Kama usipokufa kwa maombi yako, maombi yangu yatakuweka salama kwa jina la Yesu. Kwa sababu I do pray for you. Mimi sitazika kijana, Bwana sio sana. Kwa sababu Biblia imesema atakukomboa wewe. Ngoja nikupe kama. Unajua, do you know there is a kind of assurance unakuwa nayo? Sijui. Please, ngoja nikupe ka story kidogo. Just 1 minute.
Basi bwana, mimi na mtoto wangu mmoja yuko Dar, niko napiga naye story. Siku moja akaniambia, baba, nitakutumia 500 mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi huu, na mimi kodi nyumbani kwangu nalipa tarehe 1 mwezi wa 8, miezi 3, 900. So ile binti amesema atanitumia. Ni mtoto wangu, Mungu amembariki, hana shida ndogo ndogo kama wewe tu. Bwana asifiwe. Kama binti, kama una shida ndogo ndogo usiseme amen. Narudia tena, nataka mabinti msikie vizuri. Ni binti Mungu amembariki, ana fedha zake, hana shida ndogo ndogo kama wewe tu. Waone kwanza. Nitawasusia mimi kazi. Wewe kwani una shida ndogo ndogo wewe? Wewe una shida ndogo ndogo. Wewe Faraja una shida ndogo ndogo. Zitoke wapi? Wakati Bwana ndiye mchungaji wako, sitapungukiwa na kitu chochote. Zaburi 23. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hallelujah. That is it. So amesema atanitumia 500. Sasa kuna rafiki yangu nimewaambia habari zake mara nyingi, ananitumia 100,000 kila mwezi. Sawa? Kwa mimi natafuta shilingi ngapi sasa ya kodi? 300. Umesikia sasa? Sasa when I thought of that, kuna kautulivu nimekapata. Sikiliza, kautulivu nimekapata kwa sababu huyu binti namjua. Unaelewa? Namjua. Yaani huyu namjua. Yaani akichekesha simu vitu vinakuwa vizuri. Umesikia vizuri? Alafu kaka pia Fred namjua. Mwaka wa 6 huu hajawahi kuacha hata siku moja. Umenielewa? Sasa basing on their character na uwezo wao, mimi na amani najua kodi yangu iko sorted. Kona miezi 2 imeshalipwa so far. Sasa sikia, aliyesema haya maneno sio huyo sister wa TRA wala sio mimi. Ni huyu ambaye anaweza yote, anajua yote, yupo kila mahali, halali wala sinzi. Amesema akusame maovu yako yote, 1, akuponya magonjwa yako 2, amesema aulinda uhai wako na kaburi 3, 4, amesema aujaza mema ujana wako. Hauta struggle kwenye maisha kwa jina la Yesu. Nasema hauta struggle. Hauta struggle. Wewe hautakuwa mfano wa watu walioshindwa kwa jina la Yesu ni hai. You want to be a bad example. Why? Because your God is able to do it all. Hebu tuende mbele za Mungu sasa. Hebu hayo yanatosha. Shika hayo machache. Sasa unaposema sasa, sema kila ambacho unajisikia kwa kadri ya jinsi ambavyo umeona na Mungu anasema. Hebu jambie kuhusu afya yako, jambie kuhusu maisha yako kwa dakika 2. Repisa patoko toria nikapasha sata. Kapara prata matea nikapaya sata fade de parama sokota. Omba kila mmoja aombe sasa. Tamka maneno. Speak words. Maneno yana nguvu ya kubadilisha. Usiseme na anasikia. Wako malaika hapa wanasikia maneno yako. Yuko Mungu hapa anasikia maneno yako. Sema kwa habari ya afya yako, sema kwa habari ya masomo yako, sema kwa habari ya maisha yako. Just speak. Chochote unataka kiwa hai kinaweza kuwa hai kama mifupa. Nyakati Ezekieli akaitamkia mifupa, ikawa jeshi. Ropo sikatea nikapaka yata. Wakati ni mifupa, ilitakiwa tu mtu atamke. Hata hali yako, hata vyeti vyako, hata ndoa yako, hata watoto wako watamkie katika jina la Yesu. Waambie watoto wako, watoto wangu watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa nyingi katika nchi kwa jina la Yesu. Wewe mwenye watoto, waambie watoto wangu ni mishale kutoka kwenye viuno vyangu, ninaituma kwenye kizazi kijacho. Maandiko yanasema kama mishale katika mikono ya shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani wa mtu. Watakaposema kuna hatari, hawataogopa. Shatekepea nikapataba. Mabibi na Bwana, ningekuwa na muda ningewaambia, lakini ukweli kabisa, maneno yanaumba, na maneno ambayo yametamkwa kwa neno la Bwana yanaumba vitu vikubwa, yanaumba vitu vya maana. In the powerful name of Jesus. Shata paraba desima nikapaka rata matufa devese keteria nikapaka yada. In the mighty name of Jesus. Shata paraba daba debese keteria mirado robe sikateda nikapasha sata. Hata kwa habari ya kanisa hili sio kanisa,
Hii ni jeshi kwa jina la Yesu. Hii sio kanisa, hii ni jeshi la watu ambao watapindua ulimwengu, watapindua familia, wataandika hizo kodi kwenye familia zao. Hakutakuwa mtu bora kwenye familia yako zaidi yako wewe kwa jina la Yesu. You are the best of the best, best of the best, best of the best. Wajukuu na wajukuu, vitukuu na vitukuu vitasimulia habari zako. Walisema alikuwako baba kwenye familia hii, alikuwako mama kwenye familia hii. Rapapakatea nikapasha sata. Hata majeshi yakisimama kukimama kinyume na wewe, maandiko yanasema kwa msaada wa Bwana naruka ukota, kwa msaada wa Bwana nafuatia jeshi, kwa msaada wa Bwana natenda mambo makuu, kwa maana yeye Mungu atawakanyaga watesi wetu. Yoshatekepe kipara marabada nafasha sata kuhusu afya yako, kuhusu familia yako, kuhusu nyumbani kwenu kwa jina la Yesu. Roba deketea nikapasha sata de parada de peseketeria nikapakata di baba shatata. Wewe ambao unasumbuliwa na guilt, unasikia hatia kila wakati, nataka nikwambie, anasema amekusamehe maovu yako yote, amekuponya na magonjwa yako yote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Rizata mande divasho sata matea. Thank you Jesus, thank you Lord. Masokata bade dibabara shata matea devere sikapatea. I am going up, I am going up in the name of Jesus. I am going up. Story yangu ijayo ni bora kuliko ya nyuma, na kwenda ni kuzuri kuliko nakotoka. Maana Mungu amesema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko wa kwanza. Nyumba inaweza kumaanisha mwili wako, maana nyumba yako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Nyumba inaweza kumaanisha familia yenu. Nataka nikwambie familia yenu ijayo itakuwa bora kuliko ya sasa kwa sababu yako kwa jina la Yesu Kristo. Ndoto ambazo umepanga, ile nyumba ambayo unataka kujenga kwenu, zile furniture ambazo ungetamani ziwepo nyumbani kwenu, zinakuja kwa jina la Yesu Kristo. Ile shule watakopeleka wadogo zako na watoto wako imekuwa kwa jina la Yesu. Mahali nataka ufike, gari nataka kuendesha imekuwa. Tunayataja mambo sio kwako kana kwamba yamekuwako. My life is getting better and better in Jesus my name. Sirudi nyuma, naenda mbele. Sirudi nyuma, naenda mbele. Biblia inasema baraka hizi zitakufuata na kukupata. Baraka za Bwana zinakuja naendelea. Okatakayada de paso satamande in Jesus my name. Ni parabale. Ni babasha. Sikiza nikwambie. Listen to me as I say this. Listen to me. Listen. Biblia inasema hivi. Nisikilize itakusaidia. Biblia inasema hivi, na baraka hizi zitakufuata na kukupata. Maana yake nini? Anaposema baraka zitakufuata na kukupata, maana yake wewe unatangulia, baraka zinakuja. You understand that? Lakini there is something very important here. Kwa baraka zinapokuja, zinakuja zikiwa na maelekezo ya kumpata aina fulani ya mtu. You understand that? Sio kila mtu baraka zamfuata na kumpata. Wako watu baraka zafuata hasa wapata kwa sababu kila ambacho anakitamka hakiendani na hizo baraka. So unatangulia baraka kwa kujitamkia yale ambayo unataka yatokee kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Sako pateria nikapasha satabade. Jioni ukiendesha gari, say my car is coming in the name of Jesus. I have a car and my car is beautiful. I have a car. I will be the first in my family to drive not just a car, a beautiful car in Jesus name. I'll build a mansion. Sio nyumba ya vyumba viwili tu ili nikwepe kulipa kodi. Yes, you can start from there, but you don't stop there. Yasikete bara. Baraka hizi zatufuata na kutupata in Jesus my name. Umetoka nyumbani kwenu kama mtu wa kawaida. Nasema hautarudi kama mtu wa kawaida. Utarudi kama shujaa katika jina la Yesu Kristo ya hai. Pigia Yesu makofi mengi sana. Oh, thank you Jesus. Amosikate bara. Amen. Mungu akubariki. God bless you. I don't care umetokaje. Mimi hata sijali umeshaye kufanya makosa gani. Naomba ukae katika uwepo wa Bwana.
don't care the mistakes I've ever done. He can. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Jesus is able. He's able. He's able to do it. And he'll do it with you. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Baba, asante. Asante kuja kanisa hili. When I speak that nobody will die, it's not because I like it. No. It's because that's what you like it. That's what you like, oh God. Ndivyo unavyotaka, ndio maana ukasema kwenye neno lako kwamba utaushibisha mema ujana wetu. Hatutakuwa mifano mibaya kwa jina la Yesu Kristo ya hai. We'll be kings and princes and queens and princesses of prosperity in every area. In the name of Jesus. Our projects are making it. Our businesses are making it. In Jesus' mighty name. Amen. Mshangilie Yesu kwa makofi mengi tena kama unaweza kurelate. Sasa